Nitakupatia wewe stima sasa hapo mbele, sasa utajipanga. Sasa wewe mtu wa undanyi ate mnataka niwaunganishie stima alafu niwalipie bill? Bana. Bill sasa kila mtu ni bidii yake, ama mnasemaje? Sasa ile stima imewaka kwako, utajipanga? Sawa. Stima tunawawekea, lakini bill ni wewe na bidii yako kulipa. Sawa. Na ndio nimekuja hapa ili tuweze kufanya hiyo kazi. Jambo la pili, nimekuja hapa kwenu. Hapa muliniuliza wakati nilikuja hapa kwa stadium. Mkaniambia stima ya sehemu hii inapotea mara kwa mara. Si ni kweli? Na tukajua ya kwamba ni kwa sababu transmission line kutoka kule Voi kuja Mwatate mpaka hapa kwenu ilikuwa ni matatizo. Sasa tumetengeneza transmission line ingine mpya. Tumeweka milioni 370. Na leo hapa kwenu nimekuja kufungua hiyo transmission line substation. Sasa iko hapa Wundanyi. Mambo ya stima kupotea kila wakati itakuwa ni mambo ya jana na juzi. Mnanielewa jameni? Tuko pamoja? Unasema chapcha. Haya. Vile mimi nimekuja hapa kwa sababu katika ile harakati ya mambo ya maendeleo tumesema tunataka hawa watoto wetu pia wasome. Watu wa Wundanyi si namna hiyo? Mnajua elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Tunaelewana? Na ndio tumesema ili tuweke usawa kwa mambo ya elimu, kila mtoto akienda shuleni tuwe na walimu wa kutosha. Tumekuwa na shortage, na nilisema wakati nilisimama hapa kuomba kura yenu, tuko na shortage ya walimu 1110. Na niliwaambia ndani ya miaka 5 nitaajiri walimu 1110. Kufikia sasa, nataka mnisikize vizuri, kwa miaka 2 ya kwanza tumeajiri walimu 1056. Mwaka huu Disemba hii tunaajiri walimu wengine 1020. Hawa watakuwa sasa wamefikia walimu 1076. Miaka mingine 2 iko mbele, nitahakikisha tumefunga hiyo pengo, wafike walimu 1110, ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni akutane na mwalimu. Tunaelewana jameni? Mauniversity zetu zilikuwa na matatizo. Nimebadilisha funding model, ndio yale mauniversity karibu 23 yalikuwa bankrupt. Sasa tumewapatia pesa kupitia new funding model, ndio watoto wetu waweze kupata masomo. Na tumesema hivi, na nataka mnisikize. Tumesema kila mtoto wa Kenya akitoka akiwa anaenda TVET ama anaenda university, hasa watoto kutoka jamii maskini, serikali ya Kenya iwapatie basari 95%. Ama namna gani jameni? Si tunataka kuinua kila mtu, hasa wale wako chini, tuwainue ndio wakae kama wengine. Tunatafuta Kenya yenye iko na usawa jameni. Tutakubaliana tutembee namna hiyo? Na ndio sababu hiyo vile mbali na masomo ya watoto wetu, pia tumesema mambo ya afya. Na nataka mnielewe vizuri. Hapa mbele mambo ya NHIF ilikuwa ni wewe mwenye uko na mshahara ndio unaweza kulipa NHIF. Wewe mwenye uko na uwezo ndio unalipa NHIF. Na nilisimama hapa nikawaambia tutatengeneza bima ambayo hata mwananchi ambaye hana kazi ama hana uwezo, serikali ya Kenya itahakikisha kila mwananchi atakuwa na bima ya afya. Na hakuna mwananchi tena atafukuzwa hospitalini ati kwa sababu hana uwezo ama kwa sababu hana pesa. Tumekubaliana? Sasa mnisikize vizuri. Bima tumetengeneza. Sheria tumepitisha. Hawa wabunge wametengeneza sheria 4 mpya. Sheria tumepitisha, sera tumepanga, kazi imebaki ni moja. Wewe mwananchi kujiandikisha. Na kujiandikisha ni bure.
Sasa jameni bwana, Sasa tunaulizana maswali gani haya? Wewe kazi yako ni gani? Ni moja tu. Kazi yako ni gani? Moja tu, kujiandikisha, kusema mimi mama fulani ama mimi mzee fulani, watoto wangu ni Aisha na huyu mwingine na huyo mwingine. Alafu kuanzia hapo kazi ile imebaki, mimi na gavana na hawa wabunge tunapanga mambo yako ya afya. Tunajua hospitali fulani iko na wananchi kiasi fulani, tafuta wauguzi kiasi fulani. Hospitali fulani kuna wananchi kiasi fulani, panga dawa kiasi fulani. Hospitali fulani ama zahanati fulani iko na wananchi kiasi fulani, panga equipment ya kutoshana na wananchi wa pale. Lakini kama wewe hujajisajili, Kiswahili imenichanganya hapo kidogo. Kama wewe hujajiandikisha, wacha nitumie hii kujisajili na nisumbua kidogo. Sawa? Kama wewe hujajiandikisha, sasa wewe nitakusaidia namna gani? Sijui kama tunaelewana. Na usingoje mpaka ukue mgonjwa ndio ujiandikishe. Hapana. Hiyo ni kukosa nidhamu. Wewe jiandikishe mapema. Si ndio? Ndio tuwe na mpango mapema. Na mimi nataka niwaulize, wangapi hapa kwanza wamejiandikisha? Na nyinyi wengine wengi mnangojea nani? Mnangojea mambo gani? Huyu anasema hatuna pesa. Nimekuambia kujiandikisha ni bure. Wewe usikii? Wewe unataka pesa ya kufanya nini? Hii dunia iko na shida mingi. Sasa sawa. Watu wa Taveta, watu wa hapa Undanyi, watu wa kule Voi, watu wa Mwatate, watu wa Taita Taveta County, mimi nawauliza jameni, kila mtu ajisajili. Kwa sababu nimesema hivi, hatutaki tena mambo ya afya iwe ni ya wale watu wako na kazi, wale watu wako na uwezo. Tunataka kila Mkenya ambaye anaishi taifa letu tuwe na mpango yake ya kuhakikisha akiwa mgonjwa anaenda hospitalini, anatibiwa na bima ya afya inalipa malipo ya matibabu ya kila Mkenya. Tumekubaliana jameni? Watu wa Undanyi mtajisajili? Mtajiandikisha? Kila mmoja wenu? Ndio tuwapangie mambo ya afya. Gavana wetu yuko hapa, huyu wa kujaa. Huyu mtu anajaza kitu gani huyu mtu? Wa kujaza nini? Huyu jamani wa kujaza kitu gani? Sasa wewe wa kujaa, si ndio? Huyu wa kujaa sasa ajaze madawa kwa hospitali, ajaze equipment kwa hospitali, ama namna gani? Si namna hiyo? Na mimi nakuuliza mheshimiwa rafiki yangu, nimeongea na mwenyekiti wenu wa baraza la magavana na tumekubaliana ya kwamba county governments, kwa sababu tumewalipa bilioni 60 juzi, county governments watusaidie na bilioni 2 walipe madeni ya KEMSA. Wakilipa madeni ya KEMSA, mimi nitawaongezea bilioni 1.5 ndio madawa ipatikane kwenye mahospitali. Jameni, watu wa hapa Taita Taveta, si ile shida kubwa kwa mahospitali ni madawa? Sasa mimi nataka niwaombe waheshimiwa, hii bima kweli tumepanga, hawa wananchi watajisajili, lakini hata kama tuko na pesa ya kumlipia mwananchi, kama hakuna dawa hospitali, si hiyo pesa itakuwa haina maana? Si ndio? So all of us must work to make sure kwamba pale kwenye hospitali kuwe na dawa, kuwe na equipment na kuwe na wauguzi, nurses na wale wengine. Hiyo ni kazi ya county government, lakini mimi nitawasaidia kwa sababu tunataka kufaulu. Hatutaki eti tugombane kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya county. Sisi ni serikali moja ya taifa letu la Kenya, na tunataka tuungane ndio tuwahudumie hawa wananchi, tuwapatie mambo yao ya matibabu na kazi zile zingine. Tumekubaliana jameni?
Vile vile mbali na stima, mimi najua nyinyi mnataka mambo yenu ya barabara. Yes. Sasa salala, hii pesa ya barabara nitatoa wapi jameni, nifanye hii barabara zote Sasa munisikize, sawa sawa. Leo nimefika hapa na nimekujia hii mambo ya stima, nimekujia hii mambo ingine, na vile vile nimekuja mambo ya barabara. Jana nilikuwa kule Kajiado, sawa sawa. Watu wa Kajiado pia wakaniambia kuna barabara imehangaisha watu wa Taita Taveta na Kajiado. Ile barabara inatoka Taveta, inapitia Njukini, inapitia mahali gani hapa, inaenda mpaka Ilasit, alafu inaungana na ile ya kutoka Mombasa inaenda Nairobi. Naambiwa hiyo barabara ikitengenezwa, safari ya kwenda Nairobi itapungua karibu na 1 hour. Si ndio? Hiyo barabara nimehangaika nayo, lakini sasa niko na maneno yake. Wacha niwatangazie. Sasa hiyo barabara kulikuwa na contract ambayo ilikuwa imetusumbua sana. Nimeng'ang'ana na wale, nimewanyorosha. Sasa barabara mimi ndio nitawatengenezea. Hiyo barabara mimi nitatengeneza. Sasa tuko na contractor tayari, na mimi nakuja hapa Januari kuja kuanzisha rasmi barabara hiyo ijengwe. Na mimi nataka hiyo barabara ikamilike kabla ya mtihani ya 2027. Mnajua kule kuna mtihani, si ndio? Sasa hiyo barabara lazima nimalize. Haya, ya pili, wewe ngojea, wacha kuniendesha kama gari ya miraa. Nipeleke polepole. Sina mna hiyo? Ai, jiji watu uko na maneno. So barabara ingine mimi naenda kuanzisha leo ya kuunganisha Taveta na kule Jipe. Hiyo barabara mimi naenda kuanzisha leo. Sasa tuko na pesa ya kutengeneza hiyo. Barabara ingine mimi naenda tena kuanzisha leo, sawa sawa, ya kuunganisha Taveta na mpaka yetu na Tanzania ngambo hile. Sasa ile maneno lazima niende nikalie mtihani tena. Ni hii barabareni ya kutoka Bura Station. Alafu inaitwa alafu inakuja wapi? Mto wa Magodi. Alafu Mugange. Alafu wapi? Pale Mpare. Na nyinyi mnajua jiografia kweli. Hiyo yote mmeelewa? Sasa hiyo niende nipange na nitengeneze. Haya, nimewasikia kwa makini na nitaenda kunyorosha hiyo barabara. Sawa sawa. Sasa nyinyi watu wa Undanyi, vile vile hapa Undanyi hatuja kuwa na kiwanda kikubwa. Kupanga ajira ya vijana imekuwa ngumu, si ni kweli? Sasa nimezungumza na mulisikia vile nilisema hakuna haja ya kuagiza tena vitu kutoka nje ambazo tunaweza kuzizalisha hapa Kenya. Ndio nikasema mambo ya kuimport furniture kutoka China tutakomesha. Furniture tutatengeneza hapa Kenya. Hawa vijana tuko na miti ya kutosha. Kama mtu hataki kulala kwa kitanda imetengenezwa Kenya, alale chini. Niko shida gani? Kwani lazima uzingizi itapatikana tu kwa sababu umelala kitanda imetoka ng'ambo? Watu wanatuadaa. Jambo la pili, tukasema vile vile simiti na ile inaitwa clinker ambayo tumekuwa tukitumia pesa nyingi ya Kenya kuagiza kutoka nje. Tumesema sasa tutaweka ushuru, hawa watu watengeneze clinker kutoka Kenya. Tuko na saruji ya kutosha ya kutengeneza hapa Kenya. Jambo la tatu ni mambo ya chuma. Chuma tuko na mawe ya kutosha ya kutengeneza chuma hapa Kenya.
Na kesho, munisikize vizuri, hapa Taita Taveta tumekuwa tukitoa iron ore hapa na tunauza katika nchi za nje badala ya kutengeneza chuma hapa nyumbani. Wale wanaenda wanatengeneza chuma, wanakuja wanatuuzia. Sasa nimekataa hiyo maneno. Kesho tunaanzisha kiwanda ya kutengeneza chuma hapa Taita Taveta County. Tuko pamoja? Hapa tumepata mwegezaji ataweka shilingi bilioni 11 na ataajiri vijana ya zaidi 5,000 kutengeneza chuma kutoka mambo ya iron ore ambayo tuko nayo hapa Taita Taveta County. Nyinyi mnanielewa? Vijana hapa uundaji, mko tayari? Mko tayari kupanga hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ya engineer ikipatikana mnafanya. Ya electrician ikipata mnafanya. Ya mguu ikipatikana unafanya. Ya mkono ikipatikana ama namna gani? Tumekubaliana? So kesho pale Manga tunakuja kuanzisha rasmi mambo ya kiwanda ya kutengeneza chuma, badala ya sisi kuuza raw material katika nchi zingine, waende watengeneze chuma watuuzie na bei ghali. Sasa tutakuwa tunatengeneza chuma yetu hapa, na nimewaambia wale industrialists wengine tutawasaidia kwa vyovyote kuhakikisha kwamba tunazalisha mambo yetu hapa Kenya ambayo tunaweza, badala ya kuagiza kutoka nchi za nje. Ndio ajira sipatikane Kenya, sio ya kwamba we export our jobs with the raw materials we export to other countries. Tumekubaliana jameni? Watu wa Taita Taveta tumekubaliana? So hiyo mambo yote mimi nimesema ya kwamba tutashirikiana. Ile kitu tu mimi nawaomba kitu kimoja. Nawaomba tuungane jameni, tuwe kitu kimoja. Tuache ugomvi, tuache chuki, tuache migawanyiko, tuachane na ukabila. Tuungane, sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Na ndio mmeona mimi nimesema tuunganishe hata serikali. Si sasa tuko na serikali ya broad based. Nimesema hata wale walikuwa upinzani wakuje tufanye kazi pamoja. Kwa sababu Kenya hii ni Kenya moja, ama mnasemaje? Mnasema niunganishe hii Kenya ama mnataka tutenganishe? Mnasema tuunganishe? Na mimi nataka niwahakikishie wale wote wanaabudu sanamu ya ukabila, tutawachana na wao. Sisi wote ni ndugu moja jameni. We are one people, one nation with a common destiny. The people of Kenya. Tumekubaliana? Sasa niko na viongozi wengi, nataka niwasalimie. Sijui nianze na wakuja. Wewe mtu wakujaza. Sema jambo. Yangu tu ni mafupi, ni kumwelezea His Excellency the President